maneno ambayo inabidi uyafahamu maana yake lakini usiyatumie. Namaanisha kwamba uyafahamu maana kwa sababu utasoma, lakini ukiyasema kwa watu wanaweza wakaona umewadhalilisha, wanaweza kujisikia vibaya, lakini mbaya zaidi kuliko yote wanaweza wasikuelewe kama unavyotaka kueleweka. Sawa? Neno la kwanza, neno fat. Kama mtu ni mnene, jamani, usiseme she is fat or he is fat. Tumia hilo neno kwa wanyama. Sawa? Usiseme fat kama ni binadamu. Sawa? Especially for women. Unaweza kusema maneno kama overweight, overweight. Au neno kama plus size, okay? Kwa mfano, she is plus size, this dress can fit her. She is plus size, this dress can fit her. Manake ni mnene, hili gauni litamtosha. Neno lingine, a cripple. Neno hili maana yake mtu mwenye ulemavu. Sawa? Ni neno ambalo ni sahihi katika lugha, lakini usilitumie unapomwita mtu kwa sababu lina udhalilishaji ndani yake, mtu atajisikia vibaya. Badala yake utasema a person with a physical disability. A physical disability. Kwa hiyo mfano kama ni katika sentensi utasema she has a physical disability badala ya kusema she is a cripple. Sawa? Neno lingine, deaf and dumb. Deaf is fine. Ukisema tu deaf ukaishia hapo. Kwa hiyo ukisema mtu ni kiziwi ukaishia hapo, deaf ni sawa. Lakini dumb, very offensive. Lilikuwa linatumika zamani, halitumiki tena katika maongezi ya kawaida. Kwa hiyo inabidi ulifahamu lakini usilitumie. Badala yake utatumia non-verbal. Kwa mfano katika sentensi, he is non-verbal but he understands instructions. He is non-verbal but he understands instructions. Manake ana shida katika kuongea lakini anaweza kuelewa maelekezo. Okay? So that is non-verbal and not dumb. Neno lingine, retarded. Hii manake mtu mwenye ulemavu wa akili. Badala yake tumia neno